Swali jingine? Baba Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa na swali. Kwa nini wanaume wanatairiwa? Wanaume wanatairiwa? Okay. Na kwa nini yani hatuoni kwamba tunakosoa kile Mungu alichokiumba, yani amemuumba okay. mtu vile na kwa nini akatwa? Wanaume kutairiwa ni first, tuangalie first mention tunaangalia kutairiwa kuanzia wapi? Si ndio? Tuangalie kutairiwa kuanzia sawa. Kama unamwamini Mungu wa Ibrahim, sawa, kama unamwamini Mungu wa nini, lazima utairiwe. Ila kama unamwamini Mungu wa Ibrahim, unaje kutairiwa? Wanaotairiwa wote wanamwamini Mungu wa nini, hata kama ni kanisani, sawa, ili umetairiwa unamwamini Mungu wa nani, wa Ibrahim. Sawa. Tusome Biblia kitabu cha Mwanzo 17. Mwanzo 17 ndio kwanza. Kwanza mstari wa kwanza. Ndio. Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham. Akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu kawe mkamilifu. Ndio. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abraham akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Wala jina lako hutoitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahim, kwani nimekuweka uwe baba mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe, na uzao wangu baada yako, na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi ulioikaa ya ugeni, nchi yote ya Kanaani, kuwa milki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Mungu akamwambia Ibrahim, nawe ulishike agano langu wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yao. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe. Hilo ndio agano utakalolishika kati ya mimi na nani? Na wewe. Na uzao wako baada yako. Na uzao wako baada yako, Kila mwanamume wa kwenu atatairiwa. Mtamtairi nyama ya magovi yenu. Na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi nanyi. Mtoto wa siku 8 atatairiwa kwenu. Kila mwanamume katika vizazi vyenu, mzaliwa wa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa na uzao wako, mzaliwa wa nyumbani mwako na mnunuliwa kwa fedha yako, lazima atairiwe. Na agano langu litakuwa katika mwili wenu, kuwa agano la milele. Kuwa agano nini? La milele. La milele. Kwa kama unamwamini Mungu wa nani? Wa Ibrahim. Uwe ni mkijakazi, ukishamwamini Mungu wa Ibrahim, tunatailiwa kwa sababu ya agano nani? Akasema agano langu ndio hili hapa. Kila mwanamume atafanyaje? Atatailiwa. Kwa unapoona mwanamume ametailiwa, ile alama ni kuonyesha kwamba huyu mtu anamwamini Mungu wa nani? Anaamini yuko chini ya agano la nani? Kwa hiyo wote waliotailiwa tunamaanisha tuko chini ya agano, we are under Abrahamic covenant. Sawa? Tuko chini ya agano la nini? La Ibrahim. Kwa hiyo tunatailiwa kwa sababu ya agano la nini? La Ibrahim. Hiyo ndo kiroho. Sawa, toka awali. Umeelewa? Wengine wanasayansi wanasema mtailiwa kwa sababu ya usafi wa mwili. Sawa? Lakini sio maana yake. Kwa sababu kuna wazazi wa zamani kwa watailiwa walikuwa wanaishi. Si ndio? Lakini mostly ni kwa sababu ya nini? Ya agano kiroho. Tunatailiwa kwa sababu nini? Ya agano nini? Kwa hiyo zamani watu wakawa wataili ili Mungu warudishe kwenye agano, akawaforce hata madaktari watailiwa tu. Nimeeleka?